Ah. Bumbo. Vipi baba? Poa. Mambo yanasemaje? Fresh, niambie. Fresh kabisa. Karibu. Safi baba, mambo yanasemaje? Poa, leta fresh. Mteja ndo huyu bwana ashafika. Dada vipi kwema? Haya, sasa dada, nyumba ndo hii. Nyumba haina shida yoyote hiyo unavyoiona, maji humo yapo. Na bei yangu mimi ni 200,000 tu. Wala haina shida yoyote, hamna bugza humo. Mimi ndo mwenye nyumba. Bugza hamna. 200,000 unakaa kwa miezi 6. Sawa, haina shida. Upunguzi labda? Dada, hapo ndo nimepunguza. Yaani Gumbo aliniambia nilimwambia 250,000 lakini akalialia sana, najua tena kama mtoto yatima, nikamtolea 50,000. Haina shida. Mimi nimeiona na nimependa mazingira, kwa hiyo una imani nalipia leo na leo nahitaji kwenda. Haina shida. Wewe ukishalipia tu, mimi nikishapata kibunda tu nakupa funguo, utajua kama utahamia leo, kesho, mwakani. Mimi ikifika miezi 6 najua tena nakuja tena. Na nikiondoka hapa hunioni. Labda hapa una emergency unipigie simu nije. Sasa bana, huyu hana shida kama nilivyokuambia, analipa. Lakini naomba tuzungumze kidogo. Tuzungumze kidogo mimi na wewe. Tunazungumza nini sasa? Bana, tuongee kidogo. Najua biashara hii. Haina shida. Dada, tunakuja maana yote tunajua. Sasa bana, kama ulivyomsikia mteja yule yuko tayari. Ndio. Na yule ana pesa mfukoni, yani pale alipo yule analipia moja kwa moja. Anazo pesa yule. Nyumba kapata. Lakini kuna kitu kimoja. Sheria na utaratibu wa dalali, yule analipa 1,200,000 na 200,000. Ndio. Kwa hivyo sheria inabidi mteja anapolipa 1,200,000 na 200,000, dalali anachukua pesa mwezi huu, pesa mwezi mmoja. Ina maana kwenye 1,200,000 na 200,000 mimi natakiwa unipe 200,000 yangu bila dalali. Kaka, 200,000 ya nini? 200,000 wewe ya nini kaka? Sheria unapokodisha nyumba akilipa 200,000 na dalali apewe 200,000. Kwa hivyo inabidi unipe 200,000. Gumbo, unaleta sasa tamaa. Unaleta tamaa. Yaani wewe umesikia 1,100,000 na 200,000, minywele imekusimama babu, tamaa macho anakutoka. Sikiliza mwanangu, tusizunguane sana. Mimi kaka nakupa 20,000 ya usumbufu. Kwa sababu najua ulikotoka kwa umetumia hela mpaka kufika hapa. Nakupa 20,000. Na sidhani kama umemaliza 10,000 ya nauli kufika hapa. 20,000 kwenye 1,100,000 na 200,000 nakupa. Yaani kwenye 1,100,000 na 200,000 unipe 20,000. Mzee, sisi madalali kubadilika ni kitendo cha mara moja tu. Yaani kama unashindwa kunipa pesa yangu wa mwezi, yule mimi nampeleka sehemu nyingine, nyumba kitu kibao. Biashara tunaua. Ngoja mwenyewe. Unaiwaji na mteja yule kaja dada. Basi unataka hata kwa chizi tena aache nyumba hapa akufuate wewe. Unakaa si madalali utujui vizuri mwanangu. Kwa hivyo leo ndo utanijua. Wewe unaleta tamaa. Fresh. Sasa madalali kama mpango wenyewe ndio huo, mimi sitaki dalali. Poa. Acha tamaa babu. Hiyo tamaa unaleta wewe hiyo. Vipi sisi? Naomba tuongee kidogo. Sasa hii nyumba kwa hiyo. Sababu pale mwenyewe alikuwa anazungumza naye vizuri, lakini ina changamoto moja. Huyu mzee ana tabia mbaya sana nyumba hii. Yaani kila anaokaa afiki hata mwezi anaondoka, watoto wanaumwa, anakuwa shida kibao. Kwa hivyo mimi ninachofikiria achana na hii. Kuna nyumba hapo iko fresh tu, nitakupeleka utalipia sasa hivi na vyumba 3 full size. Na atakufanyia hata 200,000 hiyo 200,000 atakupa. Hii achana na. Gumbo. Vipi babu? Baba, hiyo nyumba yenyewe ikaniki kwa uchawi, si hatuitaki, mteja kakataa. Wewe unaleta hiyo tamaa hiyo mwanangu. Ushasikia? Hiyo tamaa hiyo. Wewe unataka 200,000 nyumba ulichangia nini? Sikiliza mwanangu, kama udalali wako ndio usinifanyie mimi. Ushanisikia? Mimi sikupimia hapa mshamba wewe. Enda zako huko.